kupitia moto wa machungu. Kelvin alikuwa kijana mwenye akili, mvuto na utajiri wa kupindukia. Baba yake alikuwa bilionea mkubwa jijini Arusha, lakini Kelvin hakutaka kuoa kwa jina au hadhi. Alitaka kumpenda mtu wa kweli. Lakini moyo wake ulimtupa kwa Martha, msichana mrembo aliyemwona akihudhuria kongamano la vijana. Alivutiwa naye si kwa muonekano tu, bali pia kwa maneno yake ya hekima na tabasamu lake. Lakini Kelvin alihisi huenda Martha alikuwa tu mrembo wa uso, hakuwa na hakika na moyo wake. Ili aweze kumjua vizuri kabla hajamfungulia moyo wake au kumpa hadhi ya maisha ya kifahari, alijifanya maskini na akaomba kazi ya ndani nyumbani kwa Martha. Martha, bila kujua ni nani huyu kijana, alimkubalia kwa dharau. Akamuita kwa jina la kijana wa kazi na akampangia kazi ngumu kuliko hata ya mpishi au mfagiaji. Kelvin alianza kazi akivumilia kwa upole, lakini siku ya kwanza tu Martha alimpigia kelele kwa kumpikia ugali mweupe badala ya wadona. Hakumruhusu hata kula chakula kile, bali alimlazimisha akitupe. Usiku wake wa kwanza, Kelvin alilala jikoni, sakafuni, kwenye sakafu ya baridi, akiwa na shati lake moja la kufua. Hakuwa na shuka wala mto. Asubuhi moja, alipokuwa akisafisha vyombo vya glasi, aliteleza na kikombe kimoja kikavunjika. Martha, akiwa na hasira, alimchapa na kijiko cha chuma mgongoni hadi akaacha alama za michubuko. Halafu akampiga picha akiwa ameloa na kuandika, "Hivi ndivyo wafanyakazi wa ovyo huadhibiwa." Kisha akaiweka WhatsApp status. Mara nyingine Kelvin alipougua malaria, aliomba ruhusa kupumzika. Martha akamwambia ugonjwa hauruhusu uzembe kwa wafanyakazi maskini. Akamlazimisha kufua mazulia ya nyumba nzima kwa mikono, akiwa na homa kali. Jioni hiyo Kelvin alianguka nje akiwa anapiga deki. Martha alipotoka, alimwangalia kwa kejeli na kusema, "Kama kufa, kufa. Hakuna atakaye kukosa." Mara nyingine alimnyima chakula kwa siku 2, akamwambia aishi kwa mabaki ya chakula cha mbwa. Katika jumba la mateso, mwanga wake ulikuwa mdogo wa Martha aitwaye Anita. Anita alikuwa na huruma, akimletea Kelvin maziwa, mikate na hata dawa kwa siri. Alimsikiliza Kelvin, akamfariji na mara kwa mara alimfutia machozi. Macho ya Anita yalionyesha kitu ambacho Martha hakuwa nacho: upendo wa kweli na moyo wa utu. Waliendelea kujielewa na kuaminiana. Mapenzi yao yalianza kimya kimya mpaka Kelvin alitamka, "Wewe ni kama jua kwenye maisha yangu ya giza." Siku moja, Martha aligundua kuwa mdogo wake alikuwa na uhusiano na mfanyakazi wa ndani. Alikasirika sana. Akampiga Anita mbele ya Kelvin, akamzaba makofi ya aibu na kutishia kumtoa mimba baada ya kugundua Anita alikuwa mjamzito. Wakati Martha akitishia kumpeleka Kelvin polisi kwa kumbaka dada wa shule, Kelvin aliwaambia wazazi wake wote wawili wakutane. Ndipo alisimama mbele ya familia ya Martha, akiwa amevaa suti kali na kuja na gari la kifahari, akasema, "Mimi si mfanyakazi wa ndani. Mimi ni Kelvin Mwakiusa, mtoto wa mkurugenzi wa makampuni ya Mwakiusa Holdings. Nilikuja kujua yule anayeweza kunipenda kwa dhati, si kwa pesa zangu." Alimwangalia Martha moja kwa moja machoni. "Nilikupenda. Nilikuja kwako kwa moyo safi, lakini ulimuua Kelvin kwa dharau na jeuri. Sasa najua nani ni malkia wangu, Anita." Anita alilia kwa furaha. Wazazi wa Kelvin walimkumbatia Anita na kumchukua nyumbani kwao. Alipewa matunzo ya hali ya juu kama malkia wa kweli. Martha alipoteza kila kitu: heshima, nafasi ya kuwa mke wa tajiri, na hata mdogo wake ambaye sasa alikuwa mke wa mtu. Aliishia kulia usiku akiangalia picha ya Kelvin aliyopiga naye miaka 2 nyuma kwenye kongamano. Na Kelvin
Aliapa kutumia maisha yake kusaidia watu waliopitia manyanyaso kama yeye. Akafungua kituo cha kuwakomboa wafanyakazi wa ndani. Mwishowe, upendo wa kweli ulishinda maumivu yote. Ndoa ya kifahari kati ya Kelvin na Anita, maisha yao yalikuwa kama hadithi ya kipekee. Kelvin alimpenda mke wake kwa dhati. Anita alijifungua mtoto wa kike mzuri, wakamuita Neema. Wazazi wa Kelvin walimpenda Anita kama binti yao wa damu, walimpa kila alichohitaji na kumfundisha ujasiriamali. Akafungua taasisi ya kusaidia watoto wa mitaani. Anita aliheshimiwa kila mahali, lakini pia aliishi na maumivu ya kumbukumbu ya dada yake Martha, ambaye alimsaliti, kumpiga na kumtesa miaka. Wakati familia ya Kelvin ilizidi kuimarika, Martha alipoteza kila kitu. Kutokana na tamaa zake na kutumia madaraka vibaya kazini benki, alikumbwa na kesi ya matumizi mabaya ya fedha za wateja. Alishtakiwa kwa kesi ya uhujumu uchumi. Mahakama ikamhukumu kulipa zaidi ya milioni 280 au afungwe kifungo cha miaka 8 jela. Martha hakuwa na pakwenda. Marafiki wake wote walimkimbia. Wazazi wao walifariki katika ajali miaka 2 nyuma. Akabaki hana kazi, hana mali, hana heshima. Kwa aibu na kukata tamaa, alimfuata Kelvin nyumbani kwao, akapiga magoti. Naomba msamaha shemeji. Nimepitia maumivu makubwa. Nisaidie. Sijaona mtu wa kuniinua zaidi yako. Anita alistuka kumwona dada yake akilia, lakini moyo wake uliuma. Aliona Martha ni binadamu pia. Kelvin kwa moyo wake mpana alimlipia deni lote mahakamani. Lakini Martha hakuwa na pa kuishi, hivyo Kelvin na Anita walikubaliana kwa moyo wa huruma wamkaribishe Martha akae kwenye nyumba yao ndogo ya mikoani, ambapo Kelvin alihamia kwa shughuli za kampuni. Huko nyumbani kwao mikoani, Anita alianza kupata matatizo ya kiafya baada ya ujauzito wa pili. Alilazwa hospitalini kwa wiki kadhaa, akamwachia mumewe na Martha. Hapo ndipo Martha alianza kubadilika. Alianza kuvaa mavazi ya kuvutia nyumbani, kumpikia Kelvin chakula maalum na kujifanya mnyenyekevu mno. Alimnyemelea Kelvin polepole kwa huruma na ukaribu wa bandia. Kelvin akiwa hana mashaka, alianza kuona huruma. Lakini kilichofuata kilikuwa mbaya. Usiku moja, Martha alipiga kelele akidai kuna kitu kimeingia chumbani kwake. Kelvin akaitikia haraka. Kumbe ilikuwa ni mtego. Alimkumbatia Kelvin kwa nguvu akilia kwa hofu. Halafu akaanza kumbembeleza akimwambia, sijawahi hisi mtu anaweza kunilinda hivi. Hata mwanaume wangu wa zamani hakuwa hivi. Kelvin akiwa hana dhamira mbaya alimfariji Martha. Lakini baada ya siku chache, Martha alimvizia Kelvin akiwa amechoka, na kwa kutumia maneno ya kihisia alijifanya amejeruhiwa. Kelvin akampeleka chumbani kwake, na pale Martha alimtega na Kelvin akajikuta ametenda kosa kubwa la maisha yake. Wiki 2 baadaye, Kelvin alianza kujilaumu. Hakumwambia Anita, lakini Martha alianza kubadilika. Alikuwa akitabasamu muda wote kama anayeficha kitu. Mwezi mmoja baadaye alimpata Kelvin kwenye kona ya bustani. Nina ujauzito. Ni wako Kelvin. Kelvin alipatwa na mshtuko wa moyo. Hakujua afanye nini. Alimwomba Martha aondoke na afute mimba hiyo. Lakini Martha alicheka. Sitoki na sitoi mimba. Anita lazima ajue kuwa mtoto wangu atazaliwa akiwa na baba tajiri. Kelvin alidhoofika. Akahisi dunia imemgeuka. Lakini hakuwa na namna ya kumaliza drama hiyo bila kuumiza ndoa yake. Siku Anita alipopata nguvu na kurudi nyumbani, alihisi kuna kitu tofauti. Hakuchukua muda mrefu hadi akakutana uso kwa uso na Martha, akiwa anazungumza na mtoto tumboni mwake kwa sauti kubwa. Kama sio mdogo wako, mimi ningeolewa na tajiri huyu. Anita alitetemeka. Akamwangalia mume wake. Kelvin alilia. Akasema kwa sauti ya maumivu, nimeanguka mpenzi wangu. Nimesaliti. Lakini sikutaka. Kubeba mimba ya Kelvin kwa hila, alianza kujihisi kama mshindi. Alivaa mavazi ya uzazi kwa fahari, akitembea kwa maringo ndani ya nyumba, akijifanya mnyonge na mrembo kwa wakati mmoja. Alikuwa na tabia ya kusema mbele ya Anita, mtoto anapiga teke jamani, Kelvin unamuona? Mara nyingine alijifanya kuanguka ghafla na kumwambia Kelvin, tumbo linauma, nahisi mimba inataka kutoka. Tafadhali nipeleke hospitali. Kelvin akiwa na hatia kubwa moyoni,
Alijikuta akimbeba Martha kumpeleka hospitali mara kwa mara. Hali hiyo muumiza Anita zaidi. Majuto ya Kelvin na maamuzi ya Anita. Anita alipogundua kwa Kelvin anazidi kumhudumia Martha, moyo wake ulimuuma sana. Muda mwingi alikuwa akikaa chumbani akiwa kimya, machozi yakimdondoka usoni. Usiku mmoja, Kelvin alipomuomba radhi tena Anita kwa sauti ya upole, akiwa amepiga magoti akilia. Samahani mpenzi wangu, sijui hata niwezaje kuendelea kuishi bila wewe. Lakini Anita kwa macho mekundu ya uchungu alimjibu, Kelvin, niliamini wewe ni zaidi ya mwanaume wa kawaida, lakini leo najua ulipenda mwili kuliko moyo. Mimi siwezi kuvumilia maumivu haya. Alikusanya nguo zake, kumbeba mtoto wao na kuondoka kwenda kwa wazazi wa Kelvin. Siku kadhaa baadaye, Kelvin hakuwa na amani. Aliacha kula, alipoteza uzito, uso wake ulichakaa. Aliwaza sana, akaanza hata kupata presha ya damu. Hakutaka kufanya kazi tena. Alikaa ofisini kwake kama mtu aliyevunjika moyo. Martha, aliyekuwa akiishi naye, hakuwa na huruma. Alionekana mwenye furaha isiyo na sababu. Alimletea Kelvin chakula akiwa amevanyia mavazi ya kumbembeleza, lakini Kelvin alikuwa kimya kama jiwe. Hakumgusa tena, hakumtazama. Aliishi kama mtu wa hukumu. Anita alipokuwa kwa wakwe zake, aliendelea kupata habari kuhusu mumewe kupitia mfanyakazi wa ndani. Mfanyakazi huyo aliniambia, Mama Anita, Kelvin haji hata mezani kula. Anaangalia picha yako kila usiku. Amebadilika kabisa. Siku moja, Anita aliamua kwenda kumtembelea Kelvin. Alipoingia nyumbani, alimkuta Kelvin amelala kwenye kochi, sura yake ikiwa dhaifu, ndevu zimeota, suruali yake imelegea kiunoni. Aliposimama mbele yake, Kelvin alishtuka na kusimama haraka. Anita! Anita alimwangalia, machozi yakimdondoka, kisha akasema, ulinikosea, uliniumiza, lakini najua moyoni mwako bado unayumba. Nimekuja kukuambia, nimekusamehe. Kelvin akalia kama mtoto mdogo. Akamkumbatia Anita kwa nguvu akisema, nimejifunza mke wangu, nimejua upendo wa kweli ni ule unaoumiza unapopotea. Usiondoke tena. Ni pamoja, Anita akiwa amemshika mkono Kelvin, walikuta Martha akiwa sebuleni, tumbo kubwa, amejipamba kama malkia. Alipowaona akatabasamu kijichoni. Kumbe mmekuwa kitu kimoja tena. Mkaribisheni mama wa mtoto wenu wa pili basi. Anita akasogea polepole, akamwangalia dada yake kwa ukali na kusema, hili tumbo si silaha, ni mzigo wa hila. Na huwezi kutumia mimba kununua nafasi kwenye moyo wa mtu. Kelvin alisimama katikati yao. Martha, sitakutemba kwa sababu ya mtoto, lakini usitarajie kuishi hapa tena. Tutakuhudumia kama mzazi wa mtoto wangu, si mke, si malkia, si rafiki. Hapa ni familia ya Anita. Martha akabaki mdomo wazi. Kwa mara ya kwanza alihisi alishindwa. Akaketi chini, machozi yakimlenga akisema, mimi nilidhani mtoto atanipa nafasi. Anita alimtazama kwa uchungu, kisha akageuka na kumshika mkono Kelvin. Wakaingia ndani, wakifunga mlango wa upendo mpya na kuanza kujenga upya maumivu yao.